Okay, ndugu mtumishi, ndugu mwalimu, karibu tena katika channel ya Mwalimu na Mifumo. Leo hii moja kwa moja nitaelekeza hapa jinsi gani unaweza sajili vitabu. Unaweza ingiza vitabu kwenye mfumo wa SIS. Kwa kama ilivyo ada, huu mfumo ni mahususi kwa ajili ya takwimu za shule. Kwa hiyo, tukiangalia mfano hapa kabla huja login hapa juu. Tunaziona menu kwa ajili ya kulogin zipo hapa. Hii sign in ipo hapa. Lakini pana menu kadhaa zipo hapa. Lakini ukishuka huku chini huku kuna vitu vingi ambavyo vipo kwenye mfumo vimeshaorodheshwa hapa. Mfano kuna student registration kama mnavyoona hapa, kuna student and teacher attendance, continuous assessment na nini, vyote vipo hapa. Sasa katika menu ambayo tutaenda kucheza nayo ni menu ya inventory. Kama unavyoiona hapa, menu ya inventory. Lakini hapa kwenye inventory kwenye hii video nitadili na usajili wa vitabu. Shule nyingi imepokea vitabu lakini havijawekwa kwenye mfumo. Kwa nitaonesha jinsi gani unaweza sajili hivyo vitabu kwenye mfumo. Mfumo na mambo mengi, elimu with GPT. Kwa hiyo, timisi hapa kwenye masuala ya AI. Kwa maana hiyo, tuambatane pamoja ili tuweze kuona jinsi gani unaweza sajili vitabu. Maswali hayo yanakuwa ni mengi, kwamba nimerejeshewa dodoso naambiwa vitabu sijajaza, je, niingilie wapi? Kwa hilo swali la kwamba uingilie wapi, utapata majibu yako hapa. Kwa hiyo kama kawaida utaingia kwenye mfumo kupitia kiunganishi kile cha systemsn.go.tz. Ukishaingia utakutana na menu ya namna hii kama ada, una sign in hapa. Ukifika hapa system yetu huwa inatutaka hapa tuweke username na password katika hili eneo. Kwa hiyo unachotakiwa wewe kufanya sasa ni kuingiza username yako na password unayotumia kwenye mfumo. Kwa nitaingiza hapa mimi username yangu na password kama kawaida. Nikishaingiza hapa basi system itaniingiza ndani kwenye mfumo. Na login hapa. Nikisha login basi mfumo utafungua kwa staili hii. Kama kawaida tunafahamu mfumo wa sisi upo kwa staili utafunguka hivyo. Bado nakukumbusha hii ni channel ya Mwalimu na Mifumo. Kama hujasubscribe kwa YouTube unaweza ukagonga subscribe hapo ili uwe unapata mafunzo haya kwa njia ya video. Lakini pia tuna channel ya WhatsApp ambayo huwa yanatolewa mafunzo kila siku. Ukihitaji kuingia kwenye hiyo channel nitaweka linki ya channel ya WhatsApp kwenye comment hapa chini. Bonyeza comment hapo chini utaikuta link ya group la ile channel ya WhatsApp ambao mara nyingi na update hizi taarifa zote muhimu. Kwa hiyo tukishaingia hapa tunafahamu ukishusha huku utakutana in dashboard ya kawaida. Kwa sasa hivi mfumo umewekewa dashboard mpya ambayo inaonesha summary za wanafunzi darasani, na hapa kwa sasa hivi wameweka record ya mahudhurio. Tunaona hapa inasema not taken, maana yake ni attendance form 5 haijachukuliwa kwa siku ya leo, form 4 haijachukuliwa, na hivyo ndio maana mnasisitizwa walimu wa madarasa waite majina kwenye mfumo. Kuna huku chini kuna summary ya walimu kwa ajira na nini, ni summary kwa maana hii dashboard. Wengi wanauliza hii dashboard hapa inaonesha kitu gani? Dashboard ni sehemu ambayo inaonesha summary ya vitu ambavyo viko ndani. Sisi tunaenda kucheza moja kwa moja na menu ya upande wa kushoto huku. Kwa menu tutakayoenda kucheza nao leo ni huku upande wa kushoto huku. Kwa na menu yenyewe ni ipi? Tutacheza na menu moja tu. Menu ya inventory. Tutacheza na hii menu ya school inventory. Lakini katika menu ya school inventory bado tutacheza na kipengele kimoja tu cha books tracking. Kwa tuangalie hicho kipengele cha books tracking. Kwa tukibonyeza inventory kuna menu hapo zitafunguka, ndipo tuziangalia hizo menu. Kwa tukija kwenye inventory hapa kuna menu kadhaa zitafunguka hapo. Tunaona hapo menu zilizofunguka baada ya kuclick hiyo inventory. Tunaziona hizi menu kadhaa hapo. Kuna books tracking, kuna books registration, kuna books registration request, kuna furniture na nini. Sasa sisi hapa kwa leo tutadili na menu ya kwanza. Hii ya books tracking ndio menu ambayo tutashughulika nayo.
Kwa kwenye hiyo menu utakayoshughulika nayo, maana yake moja kwa moja utabonyeza hiyo books tracking. Tukishabonyeza books tracking, sasa kitu ambacho natakiwa note, inabidi uwe na listi ya vitabu ambavyo umevipokea. Sasa kuna muda huwa naelekeza pia ili uone menu kwa ukubwa sana, menu zionekane kwa mapana. Unaweza ukabonyeza hivi mstari vitatu hapa ili dashboard iongeze ukubwa. Kwa maana hapo nafanyaje sasa? Nabonyeza hapa ili ijitanue hapa. Sasa hapa wanapata vitabu ambavyo vimesajiliwa kwenye mfumo. Sasa unachotakiwa kukifanya hapa, kuna menu kadhaa zipo hapa. Sasa maana yake mwingine ataingia hapa lakini bado atajiuliza, niingie wapi? Tunaziona hizi hapa. Hapa na vitu vingapi? Hapa na vitu vipo vinne. Inventory ni summary ya moja kwa moja ya vitabu vyote ambavyo tayari vipo mle. Then menu inayofuata hapa, hii hapa, add box. Maana yake hapa wewe uongeze vitabu. Afu menu inayokuja hapa imeandikwa receive books. Receive books. Afu na ya mwisho ni history. Sasa wewe utakachokifanya hapa ni kucheza na hizi menu, zipo 4. 1, 2, 3, 4. Sasa for first time ukiingia kwenye inventory ya books, hapa juu kuna title inaonyesha hapa books title. Manake vitabu kwa ujumla na title zake vipo 31. Then total copies. Total copy manake vile ambao umeviongeza kwenye mfumo vipo, kwa mfano hapa vipo manake 3050. Books added manake hivi vyote nimefanya ku add books, vipo 350. Reduction, hii reduction manake ni vitabu ambavyo uli add then unatoa kwa sababu maalum. Kwa unaweza ukatoa vitabu kwamba ulisajili vitabu fulani vitabu, baadaye kunaamua kutoa kitabu. Kama umetoa manake summary ingekuja hapa ingeonyesha idadi. Kuvitoa kwa maana hizo vimechanika au vimeibiwa au vimepotea, ndio maana reduction, au vimeharibika, sijui ni mchwa umekula au watoto wamechana. Kwa hiyo uliadi vitabu then baadaye ukaamua kutoa baadhi ya vitabu, tutaangalia na yenyewe then vingejiweka summary hapa. Sasa hapa chini yake pana section hapa chini hapa. Kama unaona pana section, pana class, pana subject. Hapa inataka kama vile unataka kutrack ione vitabu ambavyo vimeingia na kutoka na aina gani ya darasa. Unaweza bonyeza hapa then ukaapply ili iweze kufanya nini? Kusearch. Nitatolea mfano mdogo hapo. Nione hapo. Nitolee mfano mdogo. Tukishuka mfano chini hapa kidogo hapa. Tunaona mfano hapa vimekuja tu vitabu vyote ambavyo tayari vimesajiliwa. Na hapa inaonyesha vitabu kati ya 20 ila vipo 29, naweza nikasema hapa vionekane vyote. Kalau 29 kati ya 29. Sasa hapa mwanzo ambapo umeshaingia mwanzo hapa kuna section, maana uchague level. Unataka kuangalia vitabu vya level gani? Mfano hii shule kuna O level na advance. Kama ni primary utakuta kwa kuna primary school, kuna pre-primary. Mfano naweza bonyeza hapa A level. Nikishabonyeza A level, sasa kuna mawili, either nichague darasa hapa form 5 na 6 au niache tu au nichague somo hapa. Pana masomo mengi hapa. Ukiona somo hamna basi unaweza ukaripoti ili iweze kuongezwa. Au unaweza nikaacha tu hivi kwamba ichague vya hapa tu vije. Je, ichague vya ilete ripoti ya kutoka RIN. Badilisha hapa tarehe na mwaka hapa. Mfano naweza nikasema hapa vije vya mwaka wa nyuma kutoka 2000 na ngapi? 2021 labda. Juni. Hadi lini? Juni 2. Hadi lini? Hadi leo labda nitarehe 31 mwezi wa 5. Nabonyeza hapa apply. Kwa nikibonyeza hapa apply, basi kuna muda italeta vitabu vya O level kutokea hii siku hadi lini. Vitaonekana hapa chini. Vitaonekana hapa. Vitabu vya O level kuanzia hiyo siku vimeingizwa. Kwa hiyo hii kipengele ni mahususi kwa ajili ya hivyo, kutrack, kuangalia vitabu vilivyoingizwa. Kwa hiyo nikisema nibonyeze nibadilishe hapa niweke vya O level, ndio vinakuja kwa style. Nikisema niweke vya advance class, niweke form 5 kijumla hadi hapa nika apply, basi vitakuja hivi vitabu kama mnavyoona hapa. Hapa vimekuja vya O level vile vimetoka. Kwa hapa just a summary. Next
tuangalie kwa kitu kingine hapa kwenye inventory, maana yake upo kwenye hii menu, yani upo kwenye menu hii ya mwanzo kabisa ya inventory hapa, kwa sababu mwingine angeanza kung'ang'ana napo hapa kama anataka aingize vitabu aone pa kuingizia. Kwa hapo tupo kwenye menu ya inventory. Sasa tunaenda kwenye menu nyingine hii ya pili yake. Sawa. Hii menu ya pili yake inatuambia add books hapa. Hii sehemu ya kuongezea vitabu ambavyo tayari mmeshavipokea vipo shule. Sasa nitatofautisha kati ya neno add book na receive book. Receive book hivi ni vitabu ambavyo yani walishakupatia afu na wenyewe kule halmashauri wamesha kuletea kwenye mfumo. Kwa wewe uvipokee kwenye mfumo. Ila hivi hapa sio vya kupokea kwenye mfumo. Hivi tayari vipo kwenye mashelfu yenu. Add books vipo tayari kwenye mashelfu yenu. Wewe unavi-add. Ila hapa kwenye receive vitabu mlivipokea lakini havipo kwenye mashelfu, lakini halmashauri kule ndio wanako hapa vitabu. Kule halmashauri wamewaletea pia kwenye mfumo, nyinyi mvipokee kwenye mfumo kwa njia ya mfumo. Ndio maana ya receive hapa. Umeona? Then history hapa itakuoneshea ni lini umeadi vitabu na nani aliyeadi vitabu kwenye mfumo au nani alireceive kwenye mfumo. Ndio hapo utakuta kwenye nini? Kwenye history. Sasa twende tena taratibu hapa ili tuone hizi menu zinakaaje. Sawa. Tukianzia sasa hapa kwenye add book. Sasa hii add book ukibonyeza hii add book, system inakutaka sasa uongeze vitabu ambavyo tayari vipo. Sasa kabla huja add, let's say umepokea vitabu halmashauri. Kabla huja add, bonyeza kwanza kwenye received. Uone je, kuna vitabu vya kupokea vipo? Mfano nikibonyeza mimi hapa kwenye receive hapa. Ninachokiona hapa nibonyeza hii receive. Ninachokiona hapa nikishuka kwa chini hapa. Naona kabisa hapa. Nikibonyeza hii receive, sasa tuangalie kwa chini hapa. Naona hii chini hapa hii yote ni title na nini hapa. Hapa inaonesha kuna vitabu vipo. Ila nivipokee kwenye nini? Kwenye mfumo. Maana yake hivi vitabu tayari halmashauri walishatupatia vitabu, wakaviandikia kwenye mfumo, wakavisendi kwetu. Kwa tayari tunavyo. Maana yake na ledger pia iliandikwa. Sasa hivi vitabu inatakiwa tuweke kwenye mfumo. Sasa kwa kivipi? Angalia na kitu kimoja hapa. Hapa hivi. Angalia kitu kimoja, nataka nikuoneshe hapa jambo moja hapa. Hivi vitabu nasema unavipokea hata kama una add books unavitoa, maana umepokea vitabu kutoka halmashauri. Sasa angalia kitu kimoja hapa. Mfano hivi hapa ni vitabu. Sisi tulivipokea kutoka halmashauri. Hii imesema form ya kukiri mapokezi ya vitabu. Najua hizi form mara nyingi zinajazwa halmashauri. Kwa hiyo ukishapokea hivi vitabu ndio inatakiwa uje vilete kwenye nini? Kwenye mfumo. Unaona hiyo? Nataka uje ulete kwenye mfumo. Mfano sasa business study form 1 vipo 40 ngapi? 42. Kiswahili form 1 vipo 48. Unaona? Alafu kuna siku nyingine tena tukapokea history for secondary school form 1 vipo 50. Historia Tanzania na maadili form 1 vipo 38. Unaona? Kwa hivi vitabu ni kwamba mnakabidhiana Februari mlipokea. Kwa maana sasa uwe na summary ya namna hii. Hii summary itakusaidia sana katika kuingiza vitabu kwenye mfumo. Jiografia kidato cha kwanza vitabu 319. Biolojia kidato cha pili vitabu 100. Kwa hiyo ukiwa na summary kama hii itakusaidia sana jinsi ya kuingiza vitabu kwenye nini? Kwenye mfumo. Na hapa mathematics hivi advance 17 vitabu 9. Jiografia, physical na practical, economics. Kwa hiyo hii summary ni muhimu unakuwa nazo. Hizi ukishaenda kule wamekupa hizi, najua wao mnaandika unakaa nazo. Hizi ndio zitakusaidia kuweka vitabu. Nafikiri hapo kidogo umeelewa cha kufanya. Sasa turejee tena hapa kwenye video. Sasa twende hapa kwa kwenye received kama unavyoona hapa. Hivi vitabu inatakiwa sisi tu receive. Ndio kama nilichosema, receive maana yake vimekuja halmashauri wamewaandikia kwenye mfumo, inabidi mvipokee. Kwa maana hapa distribution wamewaletea vitabu 43. Je, mmevipokea hivyo vitabu vipo? Kama vipo hapo narudia tu naandika hapo kwamba tumepokea vitabu 43. Then na hiki kingine unaandika kwamba vitabu 33. Unaweza wanako ukapunguza kwamba hamjapokea hivyo, kaandika pungufu hapa vitabu 50.
then ukaendelea hapo ukasema vitabu 48, halafu ukamalizia hapa vitabu 10 na ngapi? Hiyo andiko 19. Kwa hiyo hivi vitabu manake umevipokea. Sasa kuna muda mnaweza mkao umepokea vitabu lakini hapa kwenye mfumo kija kwenye received usivione. Hapo wasiliana na wale halmashauri idara yako ili waviweke kwenye mfumo. Wakishaweka kwenye mfumo ukiingia hapo vikute. Umeona? Kwa hiyo inatakiwa ikae. Kwa mfano hapa tulipokea vitabu vingi sana lakini hapa vipo vichache. Kama ulivyoona kwenye hizi samala ambazo nimekuonesha huko. Hivi vitabu vyote tulivipokea. Kwa hiyo nilitarajia pengine nivikute kule na bini receive. Lakini kinachotokea kama hivyo sija receive niliamua kuvi-add mwenyewe kule kwenye add box. Ila ilibidi nibonyeze kwenye receive. Kwa sababu havikuwepo hapo nikabonyeza kwenye add nikavi-add mwenyewe. Ipo hivyo. Baada ya hapo kwao nikishabonyeza basi nabonyeza submit received. Kwamba hivi vitabu nimepokea. Yes, vimeshaingia. Haya. Sasa kama received hapa hutaviona basi njoo hapa kwenye add box. Kwa nikiingia kwenye add box utaanza hapa kuselect. Sasa kwenye hii video nitaonesha vitabu vile vya advance vile havipo kwenye received. Kama ulivyokuwa umeona ule muda hapa. Havikuwepo hapa kwenye received. Hivi ni form 1, form 1, form 1, form 1 na form 4. Sasa vya advance havipo hapa, hivi nivipokee. Sasa akisema ni add vitabu, nabonyeza hapa kwenye add. Alafu nikishabonyeza kwenye add na select hapa darasa kwamba ni vya A level. Haya, nakuja class hapa. Kwenye class nabonyeza hapa nataka niweke vitabu vya form 5 na form 6. Unaweza select moja moja. Kwa unaweza kuselect tu hii form 6 au nikaselect form 5 peke yake. Nikiselect form 5 peke yake nakuja kwenye type book nasema ni textbook. Source hapa na select ni government. Received date, sasa received haikuwepo hii tarehe. Ilikuwa ni Januari. Naweza nikaandikia tarehe ya leo au ukaangalia ulipokea lini. Mfano hivi vitabu nilipokea Januari. Kwa kama ni Januari nilipokea vitabu Januari, date say ni tarehe 8 au tarehe 14 Januari 2016. Description naweza andika nimepokea vikiwa salama. Nimepokea vitabu vikiwa salama havina tatizo lolote. Naona sasa ndipo bonyeza hapo kwamba ni vitabu hapa unoti hapa juu hapa niliselect darasa moja. Sasa naweza nikaselect hapa madarasa yote mawili ili ni hadi kwa mara moja ili kazi iwe nyepesi. Kwamba wote vitabu vya form 5 na 6. Sawa. Nikishafanya hivi yote ni textbook. Nikishafanya hivyo, nikishuka hapa chini ndio itaniletea sasa kwamba je, vitabu vya form 5 na 6 ndio vimekuja hapa. Uangalie je ni vitabu gani? Kwa nikiandika hapa, nitaandika idadi, mwishoni huku namalizia kufanya nini? Kusubmit hii hapa hii. Sasa narejea hapa kwenye zile nimewambia ni vizuri ukawa na picha ya namna hii. Hizi picha ni vizuri ambazo hizi ndio makabidhiano. Mfano advanced math hapa. Vipo 10 na ngapi? Vipo 17. Kwa kama vipo 17 hapa, manake na hivi ilikuwa ni vya form 5, mtaala mpya. Ndio tulipokea vitabu vipya mtaala mpya 17. Kwa ninachokifanya hapa narejea tena hapa kwenye nini? Naanza labda na math vitabu 17. Taangalia hapa mathematics hii hapa chini. Taandika hapa vitabu 17. Taangalia vitabu vingine applied mathematics, basic applied hii ni BAM. Form 5 and 6. Kwa naangalia hapa BAM na yenyewe vilikuwa vingapi? BAM vilikuwa 9. Kwa nakuja kujaza hapa BAM. Hii hapa. BAM vilikuwa 9. Alafu naenda kujaza kingine ambayo ni economics vitabu 60. Kwa nachagua hapa naangalia microeconomics for advance. Labda nitafute jina lingine hapo nione kama litakuwepo. Inorganic. Kwa ipo hiyo microeconomics for advanced book 5 hii hapa najaza hapa vilikuwa 60. Naangalia tena kingine kwamba kuna historia Tanzania na maadili vitabu 9. Umeona kwa list ya namna hii itakusaidia. Niangalia hapa historia Tanzania na maadili.
Hiyo ni mfano kwenye list hapa. General Inorganic Chemistry, Business Study, historia Tanzania. Yes, hii hapa. Naviona hapa vitabu 9. Historia Tanzania na maadili, then Academic Communication 9, historia 7. Kwa nimalizia hapa Academic Communication. Academic Communication hapa vitabu 9, alafu na history. History for advanced hii hapa. Hivi ilikuwa 7. Hivyo. Kwa nikishafanya hivyo na submit. So umeona hapo? Nimeshajaza hapa na hapa ndo hivi nimeingia kwenye Adbooks. Kwa kinachofuata hapa na submit. Inasema successfully, kwa rekodi hapo imeshaenda 6 successful, 6 failed. Kwa hapa na close. Kwa hapo nakuwa nimemaliza kuviingiza hivyo vitabu. Na hapa unaona copy hapa zimeshaongezeka. Book title nini, ila vilikuwa vichache. Kwa kwenye received nimeshaeleza namna gani na una receive vitabu, na hivi tukisha receive tumesubmit record. Redaction hatuja redact. Nimesema hapa kwenye history sasa hapo utaona vitabu ambavyo umeviongeza na ni lini uliongeza. Mfano hapa tarehe 30 mwezi wa 5 hivyo. Nimejiweka hapa hivi vitabu niongeza na vinaonyesha huko. Sasa ikitokea kuna muda labda ulikosea kuadd vitabu na nini, unaweza vitabu ukavitoa. Mfano ukija kwenye inventory huko kama uliadd kitabu kwa bahati mbaya, mfano hichi hapa, ukibonyeza hii dot kuna neno remove. Tunaona hapo hivyo. Ukija hapa huku mwisho huku, ukibonyeza dot 3, ukija na yenyewe ni kwenye inventory. Let's say ulisajili vitabu kwa makosa, ukagundua hapo ulizidisha. Kwa unaweza nikabonyeza hapa remove. Ukibonyeza remove inakwambia number to reduce. Unapunguza vingi, vilikuwa 9 naweza sema 2. Reason, kwa nini unapunguza? Long data entry, ulikosea. Tumeona na hapo hivi. Uliingiza kimakosa, basi ukienda kwenye remove pale dot 3, ila kwenye inventory huku inakuruhusu utoe vitabu. Kwa sababu watu watauliza hicho tena kwamba nimeingiza vitabu kimakosa, sasa natoaje? Kwa una remove kwa style hiyo, nabonyeza hapo, nabonyeza remove. Unavitoa vingapi kutoka kwenye 9? Nasema navitoa 3. Reason hapo unasema ni long data entry, maana kulikosea kuingiza stolen, kimepotea. Lost, stolen maana kimeibiwa. Lost, kimepoteza. Damage, kimeharibika au curriculum change, mtaala umebadilika, kwa hiyo kitabu hakipaswi kuwepo kwenye mfumo. Kwa una select kati ya hizi taarifa. Kwa mfano nikisema hiki ni long data entry, nimekosea kuingiza option. Hapa inasema description ni option. Description unaandika maelezo yote yale kwa kifupi, ndio una save. Then unabonyeza remove stock, au kitapungua. Kwa issue zipo hizo, na kukumbusha tena upo kwenye channel ya Mwalimu na Mifumo. Hii ni YouTube, lakini unaweza ukatufollow kwenye channel ya WhatsApp, ambao hiyo wana share hivi vitu hatua kwa hatua. Link naweka kwenye description hapo kwenye comment. Kwa maana hiyo hadi kufikia hapo hatuna la ziada. Na hapa tumeingia kwenye menu moja tu ya books tracking. Hapo ndo unaweza ongeza vitabu na unaweza ukatoa vitabu. Kwa ikitokea dodoso lako limerudishwa kwa ajili ya vitabu, ujue njia ya kufanya ndio hiyo hapo. Sina la ziada. Karibu tena katika channel ya Mwalimu na Mifumo. Nikutakie kazi njema. Asante.